Na wiki ile ambayo tumeanza tumekuta watu wengi wakawa hajamjua rafiki wa kweli, na inawezekana hata wewe uliye kwenye ibada ya leo haujajua pia rafiki wa kweli ni nani kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa tena. Watu wengi, kila mmoja akasema mimi rafiki wa kweli kwangu ni Yesu. Kila mmoja akasema ni Yesu, wengi wakasema ni Yesu. Wachache sana ndio walisema rafiki wa kweli ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Na mimi niko hapa kukufundisha ili utembee na rafiki wa kweli, na utaenjoy aisee. Ni rafiki kweli kweli wa kweli. Haleluya. Nakumbuka miaka ile wakati najifunza masomo haya, nikawa natamani kuwa naomba saa 7 usiku. Halo. Nilipokuwa naomba saa 7 usiku, nikawa kila nikiomba kawaida huwa napitiliza naamka saa 1. Lakini nikamshirikisha Roho Mtakatifu, nikamwambia wewe ni rafiki yangu. Wewe ni rafiki wa kweli. Wewe unaniamsha saa 7 kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya nini? Ya maombi ya kitumishi. Na nilipokuwa namshirikisha yeye, sasa huwa wakati mwingine ana vituko kwa wale nunda wasiotaka kufanya maombi, kama kina Mdoe, sema ameni. Kwa hiyo mimi akawa ananifanyia kitu kile cha ajabu sana. Akawa ananiletea chura kwenye ndoto. Ikifika saa 7 kasoro dakika 1, namuona chura kwenye kitanda anafanyaje? Napiga mateke bila amka kuangalia kwenye ukuta saa 7 kamili. Nasema kumbe rafiki kanifanyaje? Kaniamsha. Naanza kuomba. Naendelea. Kesho tena nikinamwambia rafiki wa kweli. Nikikosea tu kumwambia, ujue napitiliza kuomba. Napitiliza, sitaomba. Kwa hiyo kumbe na wewe kuna vitu vingi unapitiliza, ni kwa sababu haumshirikishi kama rafiki yako. Umemfanya ni mtu wa pembeni sana. Umemfanya ni mtu ambaye ni wa sio wa karibu hivyo. Haleluya. Nikakuchosha nikakwambia hivi, unajua Yesu yuko mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Unajua yeye kuna mtu ambaye yeye alipoingia ndani mwako hajawahi kutoka. Yeye anakaa huko ndani, cha msingi tu ukimzimisha ndio analala. Na inawezekana Roho wako Mtakatifu amekaa kama flat, amelala flat, au amekaa kwenye kiti, au amesimama, kutokana na vile unavyomhendo Roho Mtakatifu. Haleluya. Paulo anasema wala usimzimishe Roho Mtakatifu. Kumbe kuna namna yuko hai ndani yako amesimama, lakini kutokana na wewe unayemzimisha anaweza akakaa au akalala. Halafu baadaye ukashangaa hakuna mahusiano kati ya wewe na Mungu au kati ya wewe na mbingu, kwa sababu haujamshirikisha Roho Mtakatifu. Haleluya tena. Haleluya tena. Haleluya tena. Maisha yote mazuri ya Mkristo, mtu aliyeokoka, ili aenjoy wokovu, ni lazima awe na Roho Mtakatifu. Kanisema shemasi tu amina kule. Ili uenjoy maisha ya wokovu, mwana wa Mungu, ni lazima uwe na Roho wa Mungu. Haleluya. Usipokuwa naye kwenye maisha yako ukamshirikisha kama rafiki yako, yaani huyo ni wa karibu yako kupita hata mkeo, ni wa karibu yako kupita hata mumeo. Wakati mwingi mumeo anaondoka, lakini yeye Roho Mtakatifu alipoingia ndani mwako hajawahi kuondoka na hata ondoka, isipokuwa yeye anazimia tu kutokana na matendo yako. Anazimia, anasubiri wewe utaamkaje tena, utamwamshaje tena endelee kuamka. Haleluya. Ni kweli kuna wachungaji wanasema kila wakati tujazwe. Tujazwe. Ile mara ya kwanza tulipompokea Kristo, yeye ameshaingia ndani yetu na hajawahi kutoka, lakini sisi kwa sababu hatumhusishi, ndio yeye sasa kazimia, amekaa huko. Haleluya tena. Chana waleo ninatamani kila mmoja aliyeko mahali hapa atamani tena Roho Mtakatifu awe hai ndani yake. Atamani Roho Mtakatifu awe hai ndani yake. Hata utumishi hauwezi kuufanya kwa kuenjoy kama huna Roho Mtakatifu. Kuna mahali pengine hatutakii tu kwenda na kukurupuka. Nalikuwa tumuulize rafiki yangu, vipi, niende au nisiende? Halafu yeye anaweza kukwambia hii nenda au hii usiende. Amina, haijatosha pale. Lakini pia unaweza ukashangaa Mungu anapoingiza kwenye mahusiano ya ndoa ya uchumba kama hivi, kabla hujaingia lazima umuulize rafiki yako, mwambie vipi, niingie? Haleluya. Akikwambia ingia, unaweza ukaingia. Usiingie kwa akili zako kwenye mahusiano.
Wakati mwingine majitu mengi yamekuja kwenye mahusiano kwa mitego. Mengi sana yamekuja kwa ajili yametumwa na nani? Na adui kutoka kuzimu kwa ajili ya kile ulichonacho. Sasa watakipolaje? Wanakuletea mtu ni kana kwamba ni harisi, lakini sio harisi. Lakini roho wa uzima yeye anamjua kwamba huyu ni harisi au sio harisi. Hata kijibalaguza. Haleluya. Haleluya tena. Ndio maana nikakwambia usikubali hata kama mnaanza mahusiano na mtu, halafu kwa siku anakutumia meseji 7. Yaani anakunyima hata kufanya kazi huyo mtu. Yesu asifiwe sana. Meseji 7, hivi umeamkaje hani? Hani umekaa vizuri, umevaaje leo? Umetembeaje? Umetoka na viatu gani? Hani umekula? Hani jamani umepata muda wa kupumzika? Yaani hani, yaani wewe sasa usiye na roho wa Bwana, unasema nimepata mtu ananipenda. Haleluya. Kumbe huyu katumwa kabisa, ameona neema ulionayo ndani. Halafu ataiporaje sasa? Na wewe hitaji lako ni mume, hitaji lako ni mke. Kwa hiyo anatumwa akija kama kondoo ndani yako. Usipomshirikisha rafiki wa kweli, hakuna wa kukuambia kama huyu ni kweli ni feki. Ghafla unashangaa umeingia kwenye jitu hilo, halafu baadaye unalia linakutoa manundo. Lakini wakati linaanza kuja kwako, hizo simu hazitoshi. Kuna mahali sitapataja, watu fulani wanafahamu. Tulikuwa na dada mmoja anaimba, akiimba kanisa zima tunapiga magoti, tunalia machozi. Dada huyo akiimba kanisa zima tunalia, tunapiga machozi, alipokuwa na upako wa kuisha hizi praises. Lakini dada akawa haolewi, na maombi yake siku zote anasema, Baba nikumbuke, nipate mwenza wangu, nifanye huduma vizuri. Si maombi zuri ile watumishi wa Mungu. Lakini siku amekaa nje kwao, kikaja kijamaa kinamuuliza, kinamwambia hivi, dada, maeneo haya siwezi kupata kiwanja. Alafu kimekuja na nini? Na gari. Dada akasema ngoja nikutafutie dalali. Dada, tafadhali sana naomba nitafutie dalali. Kumbe kinajua, kina mention ya kutoka kuzimu kwa ajili ya huyo dada. Alafu jaribu la dada anataka mchumba. Akamwitia dalali. Wamemwitia dalali akapata kiwanja. Kamepata kiwanja, kakanunua, kakampa kwanza, asante dada, nashukuru nimepata pale nilipopataka sana. Hii 1,000,000 asante yangu. Dada akanena kwa lugha akasema, haleluya, Bwana amenikumbuka. Mpaka hapo kuna ubaya kweli? Kijamaa kinaleta mchanga, kinampigia dada simu. Siwaamini hao madereva, naomba nikutumia wewe hela, halafu walipe. Dada anatumiwa hela, anaingiziwa hela, halafu anawalipa wale. Nyumba inajengwa, hela anatumiwa, dada anawalipa usafi, akisemi lolote. Nyumba imeisha ya kifahari, ndio kinaleta taarifa sasa. Yaani kimesha mponda yule dada, kaisha. Kinamwambia dada, yaani mimi kila nikiangalia, nikimuomba Mungu ananiambia wewe ni mke wangu. Haleluya tena. Ndio sasa akasema, jamani, Bwana amenionekania. Kamleta sasa huyo jamaa. Kila ukimwangalia usoni, angalia pembeni. Kila ukimpiga taza rohoni, anaangalia pembeni. Unajua tuna taza rohoni Tuna macho. Nikikuangalia vile macho lazima uangalie pembeni, ujue yes, vimeumana hapa. Niambia kile mwanangu, tusubiri kidogo. Kijamaa kiko, unajua mimi na mambo mengi, nataka ndoa haraka haraka. Dada naye ananisukuma, mzee unasemaje? Kimilicho mimi mzee wa kanisa. Mzee unasemaje? Tubia mwanangu, anajua mzee unasemaje? Akiona sisemi la kusema, analeta na zawadi. Kabahasha kamekaa vizuri. Mzee, sema neno. Namwambia subiri. Baada ya neno, huyu mdoe mchawi nini huyu? Anataka muujiza uondoke. Haleluya. Dada akapotea bwana. Ndoa ikaenda kafungwa. Ivenda kufungwa ndoa. Kijamaa kikawa kina hela. Kila Jumapili ndio outing. Hujaelewa bado? Kila Jumapili kanisani watu wamekaa wanasubiri mwimbishaji mwenye upako wa kuimbisha. Ndio kijamaa kimetoa appointment ya kwenda Bagamoyo kwenye hoteli. Kwa hiyo dada anatuma message, jamani, leo niko na Mr. Kumbe alikuwa akiimba ile anga pale mahali ilikuwa inatikiswa. Sasa wakaona watamuondoaje huyo kanisani? Watamchukuaje? Wakatuma mtu waliyemvuvia nguvu ya kipepo ili amuondoe kanisani. Kwa nini usitamani kuwa na rafiki yako? Ukiwa na rafiki yako Roho Mtakatifu, unaweza ukamwambia mtu kwamba
Anaweza mtu akaja akakuongopea ukajua huyu kaniongopea, ikabakia tu neema ya Kikristo kwamba acha tumwache tu, lakini huyu jamani muongo huyu, ananiongopea. Haleluya. Lakini ukiwa huna Roho Mtakatifu ambaye ni rafiki wa kweli, aisee, unaingia kwenye machaka yasiyo sahihi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Leo tulikuwa tunacheka na mke wangu leo. Unajua kama nilifanya somo na enjoy. Tunafika cheka na mke wangu leo. Leo kaja mtu kwenye kitanda na mke wangu. Kwanza kanigusa mimi, kaniambia Mdoe, muda wa kuomba. Alafu kumbe wife kamuona naye. Katika alikuwa amelala, naye akaja akamwambia, "Wewe mama, muda wa maombi." Mimi nikanyanyuka naenda sebleni, naye wife akaja vipi? Akasema, "Yule mtu aliyekugusa na mimi kaja kanigusa." Rafiki wa kweli. Kwamba kumbe ukimwambia kama nahitaji kuomba masaa haya, na yeye anasema ndio huo muda. Haleluya. Sio vyepesi sana kuinuka usiku, tena zamu ya 3 ukaomba. Ni ngumu sana. Lakini rafiki wa kweli kwa sababu ndio muda wake, ndio muda wa ukombozi wake, ndio muda ambao aliweza akamtokea Yesu, ndio muda ambao alimfufua Yesu. Huo muda ambao kwako ni mgumu, yeye kwake ndio muda wake wa kazi. Kwa hiyo mwambie tunahitaji mtumishi, rafiki yangu. Haleluya. Somali mmoja akawa na mbusu hivi, anamwambia Roho Mtakatifu, asante rafiki yangu. Yaani imefikia ni rafiki. Lakini wewe ukiamkurupuka unakurupuka kama vile msambali dondosha mapiasi mahali. Haleluya. Unaondoka bila kumwambia, unataka kienda sokoni unampa taarifa, niende sokoni leo. Kariakoo niende Tandika au Temeke, anakuambia nenda au usiende, anakuadishia nini? Haleluya. Juzi nilikuwa na mwanangu mmoja tunaambiana, juzi tu hapa siku kama 3 imepita. Mimi natoka kazini namwambia mwanangu mmoja twende kwenye ibada ya katikati, ilikuwa Jumatano. Yeye akasema baba, mimi nitachukua nitapanda nipite Banana. Mimi nilipotoka Ngingo kwenye gari nikamwambia Roho Mtakatifu, rafiki yangu, hebu niambie nipite njia gani kwenda? Akaniambia kweli huku kuna mashimo, lakini leo pitia wapi? Kwa Mpalange leo. Pitia Buza. Nikapita, dakika zilikuwa zimeenda sana, nikafika. Yule mwanangu akapita barabara yake ambaye hajaongea na rafiki yake. Akakuta gari ilianguka hapo mahali jamu masaa haya matatu na ibada akakosa. Hebu niambie kama ningetoka bila kumwambia rafiki. Mwize mzee wako mwambie unamwambia rafiki yako. Mwize mzee wako mwambie unaongeaga naye rafiki yako. Haleluya. Huyu ndiye rafiki wa kweli. Anakaa ndani yetu. Hakai mbali na ndani yetu. Yesu anakaa nje. Haleluya. Haleluya. Mwambie kitu kimoja. Vile Yesu anavyosema, tazama niko malangoni nabisha hodi. Mtu akifungua mlango, mimi Yesu na Baba yangu tutaingia kwake, tutafanya makao ndani yake. Sasa kila mahali penye ufalme wa Mungu hapana Baba na Mwana tu, pana mpaka Mungu Roho. Unajiuliza, Yesu unapobisha hodi, unategemea nani afungue mlango? Hakuna mtu amesema ameni hapa. Yesu anapobisha mhodi ngongo ngongo ngongo. Unajua anabisha hodi kwa nini? Kwa neno lake. Mhubiri akihubiri hapa, mwimbaji akiimba hapa, Roho wa uzima ndani yako ndiye anakuambia si uokoke tu. Si uokoke tu leo. Halafu Yesu anakusogelea pale anabisha hodi. Unashangaa Roho wa uzima ndiye anafanyaje? Anafungua mlango, halafu Yesu anaingia, halafu Mungu Baba anaingia. Kwa hiyo ndani mwako kunakuwa na ufalme sasa umekamilika. Kwa hiyo hakuna tena mateso kwenye maisha yako. Haleluya tena. Haleluya tena. Nataka mchana wa leo kila asiye na rafiki ampate rafiki yake. Utembee kwa neema ya rafiki wa Roho wa kweli. Mahali pengi Biblia inamuita Roho wa kweli. Mahali pengi Biblia inamuita Roho wa uzima. Lakini mimi napenda sana hii roho ya nini? Wa uzima. Roho wa uzima ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Anasema yeye Roho wa uzima aliyemfufua Kristo kutoka katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kumbe unaweza ukawa mwili wako katika hali ya kufa, na ndio maana injili yakihubiriwa ya kweli unalala. Hakuna hata amina huku jamani. Wewe ukiona tu mwili wako ukiwa katika hali ya kufa, neno la uzima likihubiriwa lazima upate usingizi. Unajua tu kwamba ndani kumeshafanyaje? Kumekufa. Ndio maana Yesu anasema hata kama unatembea kama una roho wa uzima ni maiti. Maiti kabisa. Kwa hiyo tuna watu hapa wanatuangalia lakini ni maiti. Kwa nini? Ndani yao hawana roho uzima.
Roho wa uzima rafiki yake ni neno la Mungu. Huwa neno la Mungu likitajwa, yeye anaamka, anapata nguvu, anapata uzima, anasema yes, tuna muunganiko na huyo neno la Mungu. Mwambie jirani, kwa nini wewe neno la Mungu likitajwa unalala? Asikutishe huyo. Asikutishe huyo, asikuangalie kwa macho ya kutisha. Mwambie, mbona wewe neno la Mungu likihubiriwa unalala vipi? Ndani kuna uzima kweli. Haleluya, haleluya. Ndani kuna uzima leo. Haleluya. Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu ni uzima, ni chakula. Juzi nikakwambia kitu kimoja, nikakwambia kuhani mkuu mfalme wa Melkizedeki alipokutana na Abrahamu, yeye alikuwa ameshika gudulia la divai, halafu akashika na mkate, akampa nani? Abrahamu. Abrahamu alipopewa tu vile vitu, tayari Abrahamu akaanza kutoa umiliki. Kwa nini? Mkate ni uzima na divai ni nini? Ni damu ya Yesu. Roho wa Mungu akiingia ndani mwako, anaingia hivi vitu vile, kwa sababu yeye anakaa katika damu ya Yesu, ambaye damu ya Yesu yenye uzima. Haleluya, 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 haleluya. Hata Yesu alipowekwa kaburini, asingetoka pale pasipokuwa roho wa nini? Asingetoka Yesu mle ndani kaburini pasipo roho wa uzima. Hawa jamaa walipomweka ndani ya kaburi, wakaweka na jiwe, jiwe likafunga hapo, hakuna kinachoingia, halafu walinzi wakakaa. Lakini yeye roho wa uzima, yeye ndiye akaingia wapi? Umo ndani. Mimi kuna kitu nakipenda pale kwenye ile tukio, hamjajua tu. Unajua napenda kipi? Yesu alipoingizwa kaburini, aliingizwa na zile sanda, ni sawa. Aliingizwa na ile leso aliyowekewa wapi? Usoni. Petro anaingia ndani ya kaburi, cha kwanza akasema kama yupo, akaangalia zile sanda. Mnakumbuka hiyo? Akaangalia sanda ni zile zilizovalishwa. Lakini Petro akaana tafuta ile leso aliyovishwa Yesu wapi? Usoni. Akaenda naye akaikuta ipo, akasema amefufuka. Lakini wazo la Petro, huyu Yesu amefufuka, nguo gani anaenda nazo Galilaya? Hakuna hata mmoja amesema amina hapo. Nguo gani ambazo anaenda nazo Galilaya? Haleluya, haleluya, haleluya. Kumbe yule roho wa uzima akiingia ndani ya mtu, cha kwanza anambadilisha mwili wake, cha pili anampa pamba mpya za kutamanika, za kuonekana na kila mtu, za kushangaza watu. Ndio maana ikatokea kituko, Mariamu aliyemweka Yesu tumboni, aliyemnyonyesha, anamkuta Yesu huko pale kwenye bustani. Anamwambia, kijana, hebu tuambie wamemweka wapi bwana wangu? Anasema wakazani ni mtunza bustani. Kumbe Yesu anasema Maza naye Maza anijui, kwa sababu Maza alikuwa anamfahamu Yesu aliyepigwa mijeledi. Sasa kuna Yesu aliye na roho wa uzima ndani yake, yeye amebadilika, anakuwa na sura nyingine, anakuwa na utofauti. Hakuna amina iliyoongezeka mahali pale, hakuna amina iliyoongezeka mahali pale. Nisikize nikwambie, hata wale jamaa wawili aliyowatokea waliokuwa wakienda katika kijiji cha Emau, wale jamaa wanamjua Yesu. Maka akasema jamaa alikuwa anajifanya anahubiri sana, yule anaongea habari za Yesu, anaongea yeye ni mfalme, mara Yesu naye anaungana nao, anawaambia watu, ni habari gani mnazosema? Wanamwambia wewe nawe ni wa wapi wewe? Hata huna Facebook, huna YouTube, vitu vimeenea kote kwamba aliwaambia atafufuka, lakini hajafufuka. Wanaenda wanamfahamu Yesu aliyepigwa, aliyejeruhiwa. Acha nikwambie, kuna watu watesi wako wanakujua, yule mwenye kilio, yule mwenye uchungu, yule mwenye mateso, lakini baada ya ibada hii roho wa uzima atakuhuisha. Watamuona mwingine aliyebarikiwa, aliyebadilika mavazi, aliyebadilika muonekano. Huyo ndiye aliye na roho. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyo ndiye aliye na roho wa uzima, yaani aliyekuwa na jana tofauti. Wanaenda kijiji cha Emau, jamaa wanaongea mbovu, wanasema kitu gani wewe, kajitamba sana yule. Wakafika na safari ilikuwa ndefu, halafu bahati nzuri Yesu anapenda kula kama mdoe. Hakuna hata amina hapa. Wamefika kwenye nyumba wale jamaa anamwambia mzee, safari wewe unaenda Galilaya ni mbali sana, naona tuingie hapa nyumbani tupate kwanza nini? Msosi. Yesu akasema kwenye msosi sipiti. Haleluya. Wakaandaa msosi, walipoandaa msosi ukawekwa pale na Yesu akaanza kula. Biblia inasema alipomega tonge la pili, mwambie jirani yako tonge la pili.
tonge la pili alipolimega, yule mmoja akamwangalia usoni, akamwangalia anavyotafuna, akamwangalia anavyomeza, akasema mbona wewe kama yule tuliye, mbona mnafanana? Akamwambia ni mimi, kawaambieni wanafunzi nimeshatangulia naenda Galilaya. Chakula nimekula, lakini naelekea wapi? Galilaya. Acha nikwambie kitu kimoja, baada ya roho wa uzima kuwa ndani yako, kuna vitu vitabadilika. Ile habari ya kula kama unafukuzwa itaisha ile. Kuna pozi la kula la roho wa uzima. Kuna namna utakula kwa pozi. Haleluya, haleluya. Nakumbuka nilipoingia Dar es Salaam wakaniwekea mahali, wakaniletea na vijiti vingi na uma nyingi na vijiko. Nikamwambia mimi natoka Lushoto, achani toa vitu vyenu pembeni. Vinaniwekea nini? Vinaniwekea uzito. Nikapiga mara mbili kile chakula kikaisha. Kumbe nilikuwa sina roho wa uzima. Leo roho wa uzima alipoingia ndani yangu, na mimi nachukua uma na doeza na kula, kwa sababu ni roho wa uzima. Na wewe leo pokea nguvu ya roho ya uzima, pokea nguvu ya roho ya uzima. Vilivyokuwa ndani mwako viachinuke tena, viamke tena, vimekuwa ndani yako. Huduma iliyokuwa na visasi ikainuke kwa roho wa uzima. Nasema biashara iliyokuwa na kisasi ikainuke kwa roho wa uzima. Yeye roho wa uzima akakuhuishe kila kilicho katika hali ya kufa. Aliyenielewa na aseme amina kubwa katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kuna namna tu lazima uwe na roho uzima. Alipeleka pamba, mavazi ya kifahari, akamvika Yesu. Nimapenda pale. Biblia isemi Yesu kapata wapi mavazi yale, lakini anasema alionekana wa tofauti. Kumbe roho uzima kiingia ndani mwako, kuna vitu huwa vinatokuwa tofauti. Na mimi leo ni maombi yangu na sala na dua, roho uzima ingie ndani mwako. Aliyekuona jana una uso wa huzuni, kesho akikushangaa aone meno yote 32. Aliyekuona umekuwa kama umekata tamaa, una pakupita, kesho akuone unaelekea Galilaya. Natamka biashara yako iliyoko kijijini hamie Posta. Natamka biashara yako iliyoko mbali ya mji hamie Kariakoo. Ninaamsha kila kilichokufa kwa jina la Yesu. Roho wa uzima atainua mema kwenye maisha yako. Sema haleluya, haleluya. Katika vitu shetani hapendi ni neno la uzima. Shetani anapenda sana masihala, hapendi neno la nini? Biblia inasema wakamshinda kwa neno la ushuhuda. Kwa neno la Mungu na ushuhuda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Haleluya. Mwambie jirani yako sio ushuhuda wa kupata gari, sio wa kupata nyumba. Neno la ushuhuda wao. Yaani kule unakokaa kijijini wanakusemaje? Lile neno lililosababisha umshinde shetani. Hujaelewa bado? Sema amina katika jina la Yesu. Unajua kuna watu wengine kanisani tunao, ni Bwana asifiwe. Mtaani ukifika unaambiwa wewe yule. Ukienda kumtafuta mahali pa kazi unaambiwa wewe unamtafuta yule. Unaambia mimi ni mtumishi wake. Mimi ni mchungaji wake. Haleluya. Mwambie jirani yako sheria ya Bwana. Kaka nifundishe hicho kitu leo kwa dakika kama 15-20 afu tuingie kuomba. Kielewe vizuri mwanangu, si sawa hiyo? Sheria ya nani? Sheria ya Bwana. Haleluya. Haleluya tena. Biblia inasema Mungu kabla hajaleta Torati duniani alimuita Musa kwenye mlima wa Sinai. Na alipomuita Musa kwenye mlima wa Sinai, Biblia inasema cha kwanza Musa alipopanda pale akaisikia sauti ya Mungu ba Musa njoo. Lakini kingine anasema alipopanda mlimani wingu likamfunika Musa. Lilipomfunika Musa, Musa akakaa huko mlimani katika mlima Sinai. Alafu Musa alipotoka mlima Sinai, Biblia inasema aliwaacha Israeli wapi? Chini bondeni. Na Musa akaja kule kutoka mlima Sinai, akaja na mbao 2. Sema jirani yako mbao 2. Akaja na mbao 2. Na zile mbao 2 zimeandikwa sheria za Bwana. Hizo mbao 2 au wasomaji wa theology wanasema amri 10 za Mungu. Lakini zimeandikwa mbao 2 nini? Sheria ya Bwana. Mtu mmoja aseme amina niendelee. Mbao 2 zimeandikwa sheria ya nani? Ya Bwana. Biblia anasema ilikuwa ni kali mno hiyo sheria. Ilikuwa ni sheria inaumiza. Ilikuwa ni sheria ambayo haiwezi kugeuka na kupindishwa. Haleluya. Na Musa aliposhuka pale akakuta wale wana wa Israeli wamesha gaili na huyo Mungu wa Musa wamechonga huyo ndama wa shaba.
Lakini Biblia inasema Musa akapata hasira. Alipopata hasira, cha kwanza Musa akavunja zile mbao mbili. Akasema kama mimi naenda mlimani na kaa siku zote hizo na kuja na sheria hizi za Bwana, halafu nyinyi mnazingua. Musa akazivunja zile sheria ngapi? Sheria za Mungu. Akasema kazivunjilia mbali kwenye mbao. Alipozivunjilia mbali, kukawa hakuna tena sheria za Bwana, kwa sababu sheria za Bwana zimevunjwa na Musa mwenye hasira. Haleluya! Mungu akaandika sheria zake katika Torati. Akasema za kwanza umezivunja, lakini za pili mimi naziandika kwenye Torati. Akamwambia Musa, kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako. Anasema sheria zake uzitafakari mchana na nini na usiku. Lakini akaambia wafundishe watu wangu sheria zangu. Kwa hiyo Torati ikawa na nguvu sana, na watu wakatembea katika sheria za Torati. Ndio ile kwamba mwizi akiiba akatwe mkono, mzinzi akikamatwa apigwe mawe mpaka afe. Haleluya! Tena ilivyokuwa zile sheria zilikuwa kali, watu walikuwa akilia kwa ajili ya zile sheria, walikuwa wakipata shida kwa ajili ya zile sheria. Na Mungu alipoona hizo sheria ni ngumu, lakini kwenye mbingu sasa kukawa na huyo Mungu ambaye wewe unamuita Mungu. Lakini Biblia inasema kwamba katika kiti cha enzi kulikuwa na Mungu Baba, halafu na Mungu Mwana, halafu na Mungu Roho. Haleluya! Niendelee mahali niweke muhuri fulani. Biblia inasema waliokuwa naabudu wakati wa Torati wanasema amejaa rehema na neema. Na sisi waleo tunaimba umejaa rehema na rehema, Mungu mkuu, twakuabudu Bwana. Yaani huyo Mungu ndani yake kuna rehema, halafu kuna neema. Haleluya! Tena ndani ya Mungu kulikuwa na rehema, halafu kuna neema. Na ndipo sasa watu walipokuwa wakipata shida na hiyo sheria ya Torati, anasema bado mwanadamu akaasi akiwa anaitumikia sheria ya nini? Ya Torati. Kwa hiyo kumbe sheria ya Torati na yenyewe haijaweza kumsaidia mwanadamu. Kwa sababu gani? Sheria ya Torati inakaa nje ya mwili wa mwanadamu. Kuna amina niongeze pale. Sheria ya Torati inakaa nje ya mwili wa nani? Wa mwanadamu. Na ndipo sasa aliposhindwa mwanadamu, Mungu akauliza na mwanadamu akaanguka. Mungu akauliza, je, nimtume nani badala yangu aende ulimwenguni akamkomboe mwanadamu? Anauliza pale. Biblia inasema mbingu nzima ikawa kimya, malaika wakusema, hata hao wenye nguvu wenye uhai wanne na wao hawakuitika. Kwa nini? Wanaogopa kwenda kufanya vita na Lusifa kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Yohana anasema kwenye kitabu cha Patmo, anasema nikasikia sauti kuu ikitoka katika kile kiti cha enzi ikisema, nitume mimi Bwana. Haleluya! Inasema nitume mimi Bwana, nitakwenda badala yako kumkomboa mwanadamu. Kumbe ile sauti ilikuwa inasikika ni sauti ya mtu anaitwa Rehema. Rehema ni nani? Ni Yesu Kristo. Yeye ndiye aliweza kutokea si rehema, akaturudishia tena nini? Ile neema. Yesu Kristo kibibilia anaitwa rehema. Mungu Baba amejaa rehema na neema. Oh, haleluya! Yesu Kristo anaitwa rehema. Yeye ndiye aliyetuhurumia, ndiye aliyeturehemia, ndiye aliyetuonea huruma, ndiye aliyesema hawa wapate nini? Warudishiwe tena. Mtu wa pili aseme amina mahali. Wakasema hawa warudishiwe tena nini? Hiyo neema. Haleluya! Huyu rehema alipokuja na yeye akasema kama Musa alibeba mbao mbili na yeye pale mlimani zilivunjwa hizo mbao mbili, na mimi nitachukua tena mbao mbili. Mimi sitashuka nazo, bali mimi nitapanda nazo hizo mbao mbili. Kama za Musa zilivunjwa, za kwangu hazitavunjika. Lazima msalaba wa Kalvari uitwe msalaba wa neema, kwa ajili kila anayeamini akaone neema. Yesu Kristo mbao zake mbili hazijavunjika. Kwa nini? Kwa sababu ni mbao za neema. Na mchana wa leo yeyote aliyeliitia jina la Bwana, nasema uko msalaba wa Kalvari wenyewe ni msalaba wa neema, haujavunjika bado, upo, ulikomboa ulimwengu. Huo uliachiliwa kwa wote, na huo ndio ulikuwa imara katika mbingu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Mbao mbili za Yesu alienda nazo Goligota. Hizi mbao hazikuvunjika.
mpaka mwanaume anakomboa ulimwengu zimekuwa stili. Zile za Torati zenyewe zilivunjika, lakini hizi za Yesu zinaitwa za neema. Kwa hiyo kumbe mwanadamu hawezi kukombolewa kwa sheria, ila mwanadamu anakombolewa kwa nani? Haleluya, haleluya, haleluya. Mchana wa leo nataka nikuletee habari ya neema. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akupe neema leo. Nasema Mungu akupe neema leo. Mungu akupe neema leo. Yesu Kristo anasema ile sheria ya Bwana kwenye kitabu cha Warumi, anasema iliyowekwa ndani yangu yauburudisha moyo. Kumbe sheria ilitoka kwenye vitabu vya Torati, ilitoka kwenye mbao mbili za Musa. Yesu Kristo huyu wa rehema, ile sheria akaiweka ndani yetu. Cha kwanza inaburudisha moyo. Na ndio maana mtu yote akimpokea tu Yesu Kristo, cha kwanza ndani ya moyo wake anakuwa na amani, halafu anakuwa na bubujiko la Roho Mtakatifu. Na mimi leo nataka Mungu akupe amani, lakini akupe bubujiko la Roho Mtakatifu, kwa sababu ile sheria ya Bwana imefungwa ndani ya moyo wako. Haleluya, haleluya. Sheria ikikaa ndani ya Mungu, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, mnaongea, huwezi kufanya dhambi. Yeye anakuambia hii sio, ufanye kwa ugaidi wako tu, lakini anakuambia hiki unachofanya sio. Kwa nini? Yuko ndani yako, anaongea tokea ndani yako, anazungumza kutokea ndani yako, anakuambia usifanye hiki. Na alivyo wa huruma huyu wa neema, anaongea kwa maneno mengi kwa muda mrefu sana. Unajua, ngoja nikwambie kitu, anaongeaga yule kwa kila muda, kwa dakika, kwa kila sekunde, kwa ajili ya wewe usiende dhambi. Halafu ukiwa mkaidi sana, anaanza kupiga hatua. Wakati mwingine anakuongea na wewe kwa miezi mara 3, kwa miezi mitatu mara moja. Baadaye tena anaanza kuongea na wewe kwa miezi 6 mara moja. Ujue mnaagana hivyo, anasinzia hivyo. Baadaye tena unashangaa mwaka mzima umesemeshwa na Roho Mtakatifu mara moja. Baadaye unashangaa tena miaka 3 umesemeshwa na Roho Mtakatifu kwa mara moja. Baadaye kwa miaka 5 unasemeshwa na Roho Mtakatifu kwa maka. Unajua hapo unafanyaje? Baadaye analala kabisa, hausikii tena taarifa za rohoni. Nisikie nikwambie, kama uko mahali hapa na hauoti, hauna taarifa za kimbingu, ujue Roho wako Mtakatifu wa ndani. Usiniambie uko hapo unalala mwezi mzima hujaota. Haleluya. Mimi nilikuwa namuenjoy Bwana Roho wa Mungu, namuenjoy sana. Huwa nikitaka kwenda kanisani miaka ile niko mshirika, namwambia hebu niambie. Tena usiku mimi nimekaa namwambia niambie. Yeye anachokifanya, anaanza kunipeleka kwenye nyimbo, anarudisha, baadaye ananipa maandiko. Alafu naanza kuandika. Naanza kuandika. Alafu mchungaji kesho akisimama hapa, yani yeye anasoma yote niliyoandika mimi. Si uenjoy hicho kitu? Silaha hicho kitu. Yani unajiunganisha na madhabahu na mtumishi wa Mungu atakayesimama. Unasema Baba atakachokisema unipe we rafiki yangu. Nenda hapa unaandika. Nenda hapa unaandika. Nilikuwa na enjoy, nacheka tu. Watu wanambia mdogo unacheka nini? Nikamwambia nacheka huyu jamaa. Huyu jamaa ni rafiki wa kweli. Hana nalo lificha. Haleluya. Yesu Kristo anasema kwamba ulimwengu hawamtambui maana haumuoni, bali ninyi mwamtambua kwa sababu anakaa ndani yenu. Yeye huyo atawaambia yote, atawafundisha yote, atawaelekeza yote yapasayo kutenda. Kama kuna mtu wa kukuelekeza, unahangaika nini wewe? Kuna mtu wa kukuelekeza, unahangaika nini? Kuna jamaa kuelekeza, yupo tu. Yeye shida yake umshirikishe uone. Na ukishajengea tabia utaenjoy mpaka ndo anakuita mchawi. Haleluya. Wakati mwingine anafanya kazi ya ziada Roho Mtakatifu maskini. Unaenda mahali kuna mateso huko. Unaenda unatoka nyumbani kwako umejikwaa, maana kiatu kimekatika. Bado unatafuta fundi. Nembu fundi nishonee. Kumbe yeye kasema usiende. Nifone kinashona unavaa tena. Maana unafika mahali nguo roa, unaenda tena kwa fundi mwingine, nani nguo imenichanikia hapa. Yeye anasema usiende. Lakini wenyewe kwa sababu roho yako limekufa ndani, hujui kama unasemeshwa. Baadaye unafika unasikia tu vibaka wamepola begi. Yaani mimi kwa kweli nina mikosi, una mikosi. Huna utulivu wa kumsikiza rafiki. Umemwacha rafiki aongee peke yake. Mchana wa leo kila aliyetaka rafiki ainuke, awasiliane naye kwenye kila jambo, akamuone ampate katika jina la Yesu. Aliyenielewa na aseme amina nguvu katika jina la Yesu. Nasema aliyenielewa aseme amina nguvu katika jina la Yesu. Usikubali kutoka nyumbani kwako
Hata kama unakuja kanisani, wakati mwingine hata magari tunayopanda, madadala, mabodaboda haya, muulize tu, kwani unalipa? Haleluya, haleluya. Siku moja akanieleza dereva mmoja wa bodaboda kutumika niiba, yani kama kaniiba. Hujai kupata hao kama kaniiba, afu kavaa ndala moja huko, hakuna kama kaniiba, hajui tuta, hajui magari. Nikamwambia sasa, tafadhali, naitwa Askofu James Mdwe, nishushe. Akasema kumbe nimepakia askofu. Jamaa alitoka na spidi zote, kamaliza kwenye pikipiki, anakata tu mali matuta, ngomano upunguzi mwendo. Bora nikasema sijamshirikisha rafiki. Ningemwambia rafiki huyu alivyokuja ndala yake moja, angeniambia usipande kwenye ndala moja. Haleluya tena. Sema amina katika jina la Yesu. Kuna raha ya kumshirikisha rafiki kwenye utumishi. Hata kwenye kutembea kila mahali. Hata wakati mwingine kwenye kula. Haleluya. Sio unakaribishwa tu mahali, ngoja ngupe password hii. Usikaribishwe tu mahali ukaanza kufakamia, utaumia. Na usiende tu kwenye nyumba za watu kwa ajili ya kufanya huduma mahali, ukifika ukakaa kwenye makochi. Tulia kwanza. Ongea na rafiki yako. Ikiwezekana fanya ibada umesimama, afu uondoke uishie zako. Sasa wewe umefika wewe, haleluya, haleluya. Baadaye kwa kweli nakwambia pingilizo za Mungu na mtumishi wa Bwana, mniombe tukuombee nini? Haleluya. Kuna majumba mengine ya watu hayatakiwi kuingia watumishi wa Mungu. Wewe umekurupuka tu, ukifika pale tulia kwanza, mwambie nikae. Akwambia kaa, unakaa. Alafu ukiona wanahangaika mwambie vipi nile? Bwana Yesu apewe sifa. Unamuuliza nile, akikwambia kula unaoboke poa. Haleluya. Mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa yeye amefika mahali akasahau kumwombea Roho Mtakatifu, afu akaekewa maziwa kama humu. Ni babu yangu mimi. Alikuwa ameitwa na ndugu yake kwenye kikao cha ukoo. Kumbe kikao cha ukoo kinajadili kwamba kwa nini yeye amekuwa Mkristo. Wanataka sasa kumwangamiza. Kwa hiyo yeye akawa amewekewa humu sasa maziwa. Akamwambia mzee, kula tu, haina shida. Yeye anataka kunywa, ukao ndani kuna kataa. Akamwambia Roho Mtakatifu, hebu nifanyeje? Ninywe ya maziwa nisinywe? Roho Mtakatifu akamwambia usinywe. Akawa ameyashikilia tu hivyo. Kaka yake anamwambia wewe, mbona hunywi maziwa? Alimwambia vile kile kitako hiki kikatika, kitako hiki kikatika, kashuka chini. Kilipodondoka chini, maziwa yote yakamwagika. Na pale ndani alikuwa ameisha. Baadaye wakasema nje siku hapo mwingine anachemka. Kayachukueni ya nje. Sasa ndani walikuwa wamefunga ndama na mbuzi wadogo, mnajua kijijini. Kukatokea mlio mmoja hivi, wale mbuzi na wale ndama wakakurupuka kule ndani. Walienda kwenye jiko la nje. Wakafika ile sufuria lenye maziwa na leo wakalipitia na kamba, wakaliangusha, likamwagika lote. Kwa nini? Biblia inasema yeye anatukingia hatari zozote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo akapita kwenye jaribu lile, kwa sababu wale wakashangaa. Kwa nini glasi imevunjika? Kwa nini maziwa yamemwagwa na ndama? Wakamwambia huyu jamaa, liacheni hilo, lichawi la kupindukia. Yeye akatoka pale, maisha akaendelea. Hebu niambie wewe mzee wa kapkap wa mhamham, kama hujavimba tumbo saizi. Sema amina katika jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu, wewe ni rafiki yangu. Wewe ni rafiki wa kweli. Leo utanisemesha. Kuanzia leo sitafanya ya kwangu. Kila nitakalolifanya nitakushirikisha. Kila nitakachokifanya nitakushirikisha. Sitafanya peke yangu kwa akili zangu, bali wewe utaniongoza katika kweli yote, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hakuna mwaminifu kama Roho wa uzima. Leo hii nataka Mungu akupe huyo Roho wa uzima. Hata kama inawezekana amelala ndani yako. Mungu anaangalia anayehitaji na anayetaka kurudi kwake. Kile unachokifanya ukaongozwa na Roho wa Mungu. Haleluya. Siku moja nikakwambia hata nyumbani kwenu usiende bila hujamshirikisha Roho wa Mungu. Tena hasa kijijini, mahali ulipozaliwa, ulipolelewa, usiende kama hujamshirikisha Roho wa Mungu. Usiende. Mshirikishe akwambie nenda au usiende. Ukiona nakataa, acha kwenda. Kuna mitego mingi ya maisha ya mtu aliyookoka
inategwaga alipozaliwa, mingi sana. Ni vyema ukaenda hapo ukamuuliza Roho Mtakatifu, nataka kwenda, niende au nisiende? Atakwambia nenda au usiende. Niwaeleza habari ya story ile alipokuwa anaenda kuhubiri mahali fulani, sitapataja jina. Niko ndani na sali na vijana wananisubiri nje tuende kwenye hiyo huduma. Vijana wamejaa nje wasema mzee twende, mzee twende. Nikamwambia sawa nakuja. Nikaingia ndani kuomba. Wakati naomba ndani, kila nikiomba naendelea kunena tu. Nikitaka kuacha na shangaa mdomo umekamatwa na nena tu. Niko chumbani na nena tu. Kila nikiacha muda unazidi kwenda na nena tu. Yaani natamani kuendelea kuomba tu. Nasema mbona muda umeenda na nena tu. Na nena tu. Baadaye nikasema ni heri mimi niendelee kunena. Hiyo ibada yao huko watasubirigi. Nikaendelea kuingia kwenye hilo wingu, nikanena. Nilipotoka nje ya nyumba, nachukua funguo sasa niwashe gari. Gari kakataa kuwaka. Nawasha gari kakataa kuacha. Betri ni mpya. Gari jana imekuja haina shida. Nikawatuma watu waende kwa jirani kuomba betri. Betri jamaa kakataa, akasema mimi sitoagi betri zangu wa. Nikaenda kwenye nyumba jirani wakasema sitoi betri yangu. Nikamwambia vijana sasa kufanya hapa, mimi nafikiri tuchukue bodaboda. Sema amina katika jina la Yesu. Nataka umshirikishe kama rafiki wa kweli kupita mtu yoyote kwenye maisha yako. Tumekuwa tunachekwa na wachawi na watu wabaya kwa sababu hatuna msaidizi sisi. Wenzetu wanauliza mashetani wao, mapepo wao, majini yao. Sisi mbona hatumuulizi rafiki yetu? Haleluya. Haleluya. Sasa kumbe kanisa linayoenda kuhubiri huko ni kanisa ina miamba, ina wachawi wa kufa mtu. Wale waliposikia Mdoe anakuja kuhubiri huko akasema cha kufanya hapa tuweke mabomu ya maangamivu. Na tangu jana yake wananipigia upitie sehemu fulani, wananielekeza njia. Kumbe wale waliokuwa na mchungaji wote wachawi. Haleluya. Alafu akawa wameshika ua lao hivi. Si upendo huo jamani? Wameshika ua, wanatembea mguu njia ambayo najia mimi na gari. Kumbe huku mzao gari limekataa kuwaka. Hebu mbusu Roho Mtakatifu, mwambie mwa. Mbusu tena mwambie mwa. Mwambie nakupenda Roho Mtakatifu, ni rafiki wa kweli. Haleluya. Sasa nikamwambia vijana tuchukue bodaboda, tukachukua mabodaboda. Bodaboda nao wanajua njia za chocho kulikweli. Tumeenda wakasema tupite hapa. Tunaingia kanisani, hatumuoni mchungaji, hatuoni wazee wa kanisa. Wakasema wameelekea njia hii kuwapokea. Sisi tumeingia pale ndio watu wanakimbia, jamani mhubiri kashafika. Yuko ndani. Wanakuja pale bwana na ua lao. Kumbe lile ua waliweka mabomu ya kutosha kwenye ua. Ilikuwa nilipokelee huko, sijui kingetokea nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mahali ukialikwa Zoom, mshirikishe rafiki. Mwambie vipi niende? Kama manabii wa zamani walikuwa wanasema ni kwe ni sikwe. Ni kwe kupigana ni sikwe. Akiambia usiende haendi. Mbona wewe unakurupuka kwenye kila jambo? Hata unapotaka kufungua biashara mahali, usifungue kabla hujamuuliza Roho Mtakatifu. Hakuna amina pale. Unapotaka kufungua biashara mahali, kukodi ofisi mahali, muulize Roho Mtakatifu. Mambo mengi ya baraka yanaenda kwa location. Hauwezi kaenda kufanikiwa tu mahali. Kuna mahali ambapo Roho wa Bwana atakwambia, weka duka hapa, weka ofisi hapa, weka hapa. Lakini unakurupuka, tumeona fremu zimejengwa vizuri. Na mimi nataka. Kesho duka likifa unakuja kutuwekea mikono hapa. Ameshachukia hao. Nataka hata kama duka linakufa, umsute huyo aliyekwambia weka. Mwambie Roho Mtakatifu, uliniambia kwamba niweke duka hapa, mbona limekufa? Lakini umekurupuka umeenda hapo, sasa limekufa. Haleluya. Tumeenda kwenye ibada, nimefika tunakaribishwa pale. Wale wazee wakaja wamekaa kama hivi. Kumbe katika wale waliokaa wanne wanaokaa kwenye safu ya mbele ndio miamba ya uchawi kwenye hiyo anga. Alafu ndio wazee wa kanisa. Mmoja huyo amekaa kama tumetangazamana hivi. Nakaribishwa mimi, najitambulisha, jamani naitwa James Mdoe. Akawa amechukia yule dada. Amechukia kweli. Anamkonyeza mwenzake. Wanakonyezana kama lazima hawa vipi hawa? Mara huyu akainuka hapa. Akainuka akaenda akamlamba makofi. Mimi niko madhabahuni. Anamlamba makofi, anamwambia mimi nikituma jambo lazima lifanyike. Umeshindwaje kumzuia huyu? Eleni si yuko pale bwana. Eleni mwanangu anajua story, yule pale nilikuwa naye kwenye yule kule. Anajua story Eleni. Wakatwangana hapa. Walipigana mpaka washanyana huo. Mimi nimekata shangaa tu hivi naangalia.
Wanasema tuliweka mabomu kwenye njia yote wanaojia na gari lake, hiyo gari leo ingeungua moto. Lakini Roho wa uzima ameiswitch off gari, anakuambia panda bodaboda. Kwa nini usitamani kuwa na Roho wa uzima kwenye maisha yako? Kwa nini usitamani kuwa na Roho wa uzima kwenye maisha yako? Huyu ni raha ise. Haleluya, haleluya. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Amejaa neema, neema Mungu mkuu, twakuabudu Bwana, umejaa Mungu mkuu, twakuabudu Imba kama mtu mwenye shauku ya kupata rafiki wa kweli leo. Mungu mkuu, twakuabudu na umejaa Baba. Haleluya. Amen. Nyosha tumbo lako juu. Sikia nikwambie, hakuna rafiki wa kweli kama Roho Mtakatifu. Ni vyema ukafanya kila ulifanyalo akuongoze yeye. Yesu anasema yeye ataongoza katika kweli yote. Kila aina ya kweli atakuongoza yeye. Hauwezi ukafanya uasi kama ulikuwa na Roho Mtakatifu. Kwenye maisha yangu kama Roho Mtakatifu, nakumbuka wakati ninahadisiwa habari za Roho Mtakatifu, nilijifungia ndani siku 4. Nikamwambia Mungu, nipe huyo Roho wako uzima. Nilikaa nikawa na shauku ili niweze kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na nilipompata akanisaidia kuniongoza katika mambo mengi. Natamani na wewe mchana wa leo Mungu akupe Roho uzima. Kuna vitu vyako vimekufa kwenye maisha yako, haviwezi kuenda pasipo huyo Roho wa uzima. Amen. Huwa roho za asili zina tabia ya kuua miili ya watu isiyo inasikia neno la Mungu. Roho za asili za hiyo tabia zinaua miili ya watu iwe kinyume na neno la Mungu. Lakini ukiwa unajua kwamba roho ziwe ndani mwako, hawawezi wakaua huo mwili. Na sasa ninapoongea, mbingu iko wazi kwa ajili yako wewe, ambaye unapenda kutembea naye, unapenda kuongoze yeye, akusemeshe kila mara, ratiba zako azipange wewe. Jesus mighty name. Fika tu macho yako, mwambie Roho Mtakatifu na kuhitaji. Ndani yako iseme Roho Mtakatifu na kuhitaji. Mungu anaenda kuwarudishia watu ile nguvu ya kwanza aliyokuwa nayo. Ile nguvu ya kwanza ya kusikia ulimwengu wa roho inarudi tena kwako. Ile nguvu ya kwanza ya kusikia sauti ya Mungu inarudi tena kwako. Ile nguvu ya kwanza ya kuona ulimwengu wa roho isivyo kawaida inarudi tena kwako. Roho Mtakatifu anarudi tena kwako kwa ajili ya kuinua kilichokufa mwanzo. Biblia inasema akarudi pale Nazareti alipolelewa akiongozwa na Roho wa Mungu. Ninaona kwa kila anayerudi kwa Mungu leo kwa kutamani apate kipawa cha Roho Mtakatifu, Mungu yuko tayari leo kuachilia hiyo neema tena leo. Bwana anataka ukatembee na taarifa zake. Kila unapoenda Mungu ajaze vitu vinavyotoka kwenye mbingu yake. Usitembee kama mtu usiye na rafiki. Anakukabidhi rafiki. Maana kuna vitu kwenye maisha yako vilishapotea tangu zamani. Wengine walikuwa wanaota vitu vinatokea, lakini wengine wanakuwa wanaenda mahali wanatamka mambo yanakuwa, lakini hivyo vitu vimekauka, vimepotea kabisa. Ni kwa sababu Roho wa uzima ndani yako amezimia. Lakini leo, ibada ya leo,
Mbingu ziko wazi kwa ajili ya kuachilia tena, kuachilia tena uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Yoeli anasema kwenye Yoeli 2, anasema tazama zinakuja siku, asema Bwana, asema atakapomwagia watu wake Roho wake Mtakatifu. Kumbe huyu anamwagwa. Ndio maana Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema kile kitu mlichokuwa mkikibeza, yule mtu mliyembeza ndiye amemwaga kitu hiki. Na Yesu alipopeka mkono wa kuume wa Mungu Baba, na yeye akachukua akamwaga hicho kitu. Alipomwagia wanafunzi wake, Biblia inasema wote wakanena lugha, wote wakanena kwa lugha mpya. Wakashangaa watu waliokuwa mahali pale, wakasema jamani, hawa si wa Galilaya hawa? Mbona sisi tunaanza kusikia taarifa za lugha yetu? Ni kwa sababu Mungu akikuachilia kipawa cha Roho Mtakatifu, unaweza ukatafsiri lugha yoyote mtu anayosema. Hata kama anaongea ubaya kwa ajili yako na amekuchekea, Roho Mtakatifu atakwambia huyu ana kusudi baya ndani yake. Lakini saa hii mbingu ikawe wazi kwa ajili ya mtu aliyeko hapa. Jesus mighty name. Holy Spirit. Roho Mtakatifu, ninajua kuna waimbaji ambao umewapa nje ya nchi, mipaka umeifungua kwa ajili yao, lakini wameshindwa kutembea kwenye mipaka kwa sababu ulimwengu wa giza umeifunga. Lakini wewe kuna connection ya njia ambao wanatakiwa wapite hiyo njia, hawajui ni ipi. Lakini Roho Mtakatifu saa hii ukiinuka ndani yao utawaelekeza wapite hiyo njia na wakawe waimbaji wa kimataifa katika mataifa makuu. Roho Mtakatifu, angalia kila aliyewahi kuota anahudumu kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa ya Injili. Roho Mtakatifu, mtu huyo leo ukainuke kwa upya na kujaza neema tena juu yake. Yule uliyewahi kuota anafanya huduma ya kuhubiri mahali, yule uliyewahi kuota anakuwa na biashara kubwa, yule Roho Mtakatifu mwinue kwa upya tena. Jesus mighty name. Sante Roho Mtakatifu. Sante kwa ajili ya huyo baba. Sante kwa ajili ya huyo mama. Ninajua anatamani atembee na wewe. Kuanzia sasa amekupata wewe ni rafiki wa kweli. Hautampungukia Roho Mtakatifu. Achilia tu neema kwenye moyo wake tena. Ile sheria ya Mungu iburudishayo moyo ikaingia ndani yake huyo mtu tena. Ile sheria ya uzima iburudishayo moyo ikaingia ndani yake tena. Ile sheria ya kweli iburudishayo moyo ikaingia ndani yake tena. Roho wa Mungu, wewe ni mwaminifu kwa kila jambo. Achilia tena makao ndani yake. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Tunaona ni kama maji Mungu anayamwaga kwenye uso wako. Tunaona ni kama maji Mungu anamwaga kwenye utosi wako. Tunaona ni kama maji Mungu anamwaga kwenye utosi wako. Mungu anatamani utembee kwa vipawa hivyo. Utembee kwa karama hiyo. Utembee kwa neema hiyo. Mungu anatamani utembee kwa namna ya ajabu. Wewe unatembea kwa taarifa za kimbingu. Kuna mahali kutakiwa upate hasara, lakini adui amefunga hiyo njia. Lakini Roho wa uzima aliyeko ndani yako anainuka tena na kukuongeza. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mchana wa leo niko mbele zako. Niko mbele zako. Wewe ni mwaminifu kwangu. Wewe ni mwaminifu kwangu. Yule Roho wa Kristo. Yule Roho wa Kristo aliyemfufua Yesu. Aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu. Kutoka katika wafu. Ndani ya mwili wangu tena. Ndani ya mwili wangu. Ndani ya moyo wangu tena. Ndani ya moyo wangu. Yule Roho wa Kristo. Yule Roho wa Kristo. Aliyemfufua Kristo. Aliyemfufua Kristo. Ndani yangu ainuke kwa upya. Ndani yangu ainuke kwa upya. Kila mahali nilipomzimisha. Kile mahali nilipozimisha. Akainuke kwa upya. Akainuke kwa upya. Roho wa uzima. Roho wa uzima. Tenda kazi ndani yangu. 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 Roho wa uzima. Roho wa uzima. Tenda kazi ndani yangu. Tenda kazi ndani yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nyanyua tu mkono wako juu. Nina kitu nakiona. Mungu anaenda kuangalia michoro ya kwenye viganja vyako vya mikono. Mungu anaenda kuangalia michoro kwenye viganja vyako vya mikono. Kila alichowahi kukiandika kabla hujazaliwa kinaenda kutimia saa hii. Kuna vitu ambavyo Mungu aliviandika kabla hujazaliwa vinaenda kutimia saa hivyo vitu. Maana vilishaandikwa kwenye viganja vyako vya mikono. Mungu anaenda kuachilia hiyo michoro kwa upya tena. Walizuia vitu vikubwa kwako visionekane. Lakini majira haya ni majira ya uamsho wa Roho wa uzima. Kila ambacho umekifuta kwenye viganja vya mikono. Ninaongea na hao watu ambao walikuja usiku kwenye ndoto, wakashika mikono yako wakakusalimia. Hao waliofuta mikono yako. Hao waliofuta baraka kwenye mikono yako. Ile mikono inawaka moto sahihi. Inawaka moto sahihi. Inawaka moto sahihi. Nasema inawaka moto sahihi. Ninaona mikono iliyoandikwa ukuu,
Mungu akirudisha ule ukuu, mikono iliyoandikwa msaada wa familia, mikono iliyoandikwa watu wa kuinua ukoo ambao wameshafutwa, wanaishi maisha ni kama watu wa chini sana, lakini Mungu anaenda kuwarudishia tena kila aina mchoro ulioandikwa kabla hajazaliwa. Ile michoro ya ukuu ya utumishi inarudi tena kwenye viganja vyao katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, gusa hiyo mikono, andika hiyo mistari tena, andika hiyo michoro, andika hiyo michoro, andika hiyo michoro, andika hiyo michoro. Yes, andika hiyo michoro, gusa kila mmoja, gusa kila mmoja, gusa kila mmoja, gusa kila mmoja aliyeandikiwa ukuu. Wengine Mungu aliwapa neema ya kinabii tangu walipokuwa shuleni, walikuwa wanaota vitu vinatokea, walikuwa wanasema vitu vinatokea, lakini maisha yakaenda wakakosa vile vitu tena. Mchana wa leo ninaagiza tena mbingu ikawe wazi kwa ajili ya huyo mtu aliyeko mahali hapa. Ile mikono iliyoharibiwa na watu wabaya ikainuke tena katika jina la Yesu Kristo. Gusa mwili wake, gusa mikono yake. Sema asante Yesu mahali ulipo. Sema asante Yesu mahali ulipo. Sema asante Roho Mtakatifu mahali ulipo. Sema asante Roho Mtakatifu mahali ulipo. Sema asante Roho Mtakatifu mahali ulipo. Sema Roho Mtakatifu asante. Roho Mtakatifu saa hii uwe hai ndani yangu. Uwe hai ndani yangu. Ninajua nimekuzimisha na nimekuhuzunisha, lakini niko tayari sasa kwa ajili ya kutembea na wewe kama rafiki yangu, kama rafiki yangu wa karibu. Niko tayari sasa. Vile vipawa vilivyoondoka, vile vipawa vilivyoharibiwa, vile vipawa vilivyotoka kwangu vikarejee tena, zile karama zikarejee tena, ile neema ikarejee tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninaona kuna miili ya watu wawili, ni kama wafu wa watu, ni kama watu wanatembea waliokufa. Mizimu ya ukoo imezuia kabisa wasijue neno la Mungu. Hao watu hawawezi hata kusoma Biblia. Wakisoma Biblia wanasinzia, wanalala. Lakini sasa ninapoangalia ninaona roho wa mbuzima akienda kuifufua tena ile miili, akienda kuinua tena ile miili. Anainua tena hiyo miili iliyo katika hali ya kufa, anainua tena hiyo miili iliyo katika hali ya kufa. Ninaona hao walioshindwa kusoma neno la Mungu, roho uzima inuka tena ndani yako. Jesus, gusa kilo chake. Asante Roho Mtakatifu. Mungu anawafungua watu 4 mahali hapa. Hawa watu ni watumishi wakubwa wa Mungu ambao wametembea kama watumwa, lakini watumishi wa Mungu kubwa wa Mungu. Ninaachilia neema juu yao sahihi, ile mbingu ikawa wazi sahihi. Yes, Roho Mtakatifu. Yes, naona maji yakishuka juu yake, naona maji yakishuka juu yake, naona maji yakishuka juu yake. Roho Mtakatifu anapita kwenye nyayo zao sahihi, anapita kwenye nyayo zao sahihi, nyayo zilizofungwa na watu wabaya waliozuia wasiwe watu wakubwa, waliowazuia wasiwe watumishi wakubwa, waliowazuia wasiwe na mema kwenye ulimwengu. Ninaona miguu ikifunguliwa sahihi, ninaona ile nguvu ya neema ikishuka tena, yale ule uwepo wa Roho Mtakatifu unatembea kwenye nyayo zake sahihi. Hanainuliwa aliye mkuu mahali, hanainuliwa aliyebarikiwa mahali, katika jina la Yesu. Ita kwa nguvu mara 3, sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mara ya pili sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mara ya 3 sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ingia ndani yangu. 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 Ufanye makao. Ufanye makao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kaa kimya kwa sekunde 2. Mungu atahusika na mwili wako sahihi. Atahusika na neema iliyokuwa ndani mwako sahihi. Asante Roho Mtakatifu. Kila aliyerogwa mahali hapa afunguliwe. Kila aliyehebiwa maisha afunguliwe. Roho uzima ingia ndani yake. Ondoa mateso yaliyowekwa kwenye matumbo, kwenye viuno, kwenye mikono iliyoshindwa kushika vitu vikubwa vya thamani. Achilia uweza wako Roho Mtakatifu. Achilia ukuu wako Roho Mtakatifu. Yes, ninamwona huyu aliyefungwa kamba mabegani. Roho Mtakatifu mfungue, fungue hizo kamba zilizofungwa mabegani. Fungue hizo kamba zilizofungwa mabegani, fungue hizo kamba akawe mtu mkubwa katika jina la Yesu. Ninaona vita ya familia iliyomwinukia. Mungu anaenda kufungua mabega yake kwa ajili ya kubeba hiyo familia. Ninaona uweza wa kifalme ukiwa mabegani mwake. Mungu anaachilia neema juu ya mabega yake. Roho Mtakatifu gusa mara ya kwanza, ya pili, ya 3. Achilia neema juu yake. Kila kipawa kilichokufa kale kinarudishwa sahihi.
katika jina. Yes. Jesus. Sema amen. Shangilia Bwana kwa makofi ya shangwe.